siku 2. Siku ya 3 wakati wanaamka asubuhi kama kawaida yao, wakiamka wataamshana, wataitana, jamani, ndipo wataendelea na shughuli nyingine. Sasa siku ya 3 walivyoamka, baada ya kuitana wenzao wawili wakawa hawajaamka, na kila wakiwaita hawaitiki. Lakini hawakutilia maanani sana, kwa wakahisi kwamba labda wamechoka sana, wataamka kwa wakati wao watakapo unaona inafaa. Wao wakaendelea na shughuli zao. Ikafika wakati wakaandaa chakula cha asubuhi, na ikabidi tena aende kuwaamsha wale wenzao. Wakawaamsha, lakini wapi, bado kimya, hamna anayeitika wala. Wakaendelea kuona kwamba wana wenzetu ni wavivu au labda wamechoka sana, kwa hamna mtu ambaye wengi tu walikuwa wanawaponda kwamba wanalalaje hadi muda huu. Kwa hiyo waliendelea na mambo yao mengine hadi mchana. Kafika mchana, wakaandaa tena chakula cha mchana, na wakati wa kula wakaenda tena kuwaita, lakini hadi wakati huo ikawa bado ni kimya. Bado hakuna anayeitika, hakuna anayefungua mlango, bado mlango umefungwa kwa ndani. Wakaanza kupata hofu sasa. Waliita sana lakini kimya. Wengine wakatoa wazo kwamba jamani, tuvunjeni mlango. Sababu kama kwa kimya hiki tangu asubuhi, tuvunjeni huu mlango kwa namna yoyote ile. Tuvunjeni mlango. Basi kweli wazo likapita, wakavunja mlango, wakaingia ndani. Kuingia ndani wakakuta wenzao bado wamelala. Wakajaribu kuwaita, lakini wakaja kugundua kwamba kumbe walikuwa wameshafariki. Huzuni ilitanda sana, mshtuko, walishtuka, hofu ilikuwa kubwa, vilio vikawa vimetanda. Kwa sasa hakuna mtu ambaye alikuwa anaelewa pale nini kinaendelea. Wakaanza kuwaza sasa wanafanyaje. Wengine wakatoa wazo kwamba wampigie simu dereva aje kuwachukua ili warudi mjini na warudi na wale wenzao ambao wamefariki, ili wakawakabidhi kwa familia zao. Sasa walijaribu sana kumpigia dereva, lakini simu zilikuwa hazitoki. Yaani mtandao, network pale msituni ulikuwa unasumbua. Kwa hiyo simu zilikuwa hazitoki, walikuwa hawampati dereva kwenye simu. Message hazitoki, simu hazitoki. Kwa hiyo ikawa ngumu sana kupata mawasiliano ya nje ya msitu. Basi walikaa pale mchana ule, usiku wakalala, hakuna aliyelala kiufupi. Kwa hiyo ilikuwa ni usiku wa majonzi. Hadi panapambazuka, mmoja akatoa wazo, akasema kwamba kwa sababu hakuna mawasiliano yoyote tunayoyapata, na ni ngumu sana sisi kusema kwamba tutoke hapa kwa miguu kwenda mjini. Sasa tunachotakiwa kukifanya, tufanyeni maamuzi ya kuwazika wenzetu, tuwastili, alafu tutakaporudi mjini tutaenda kuwaambia ndugu zao na kutoa maelezo nini kilitokea, kwa sababu hatuwezi kuendelea kubaki nao, na hatuwezi tukasema kwamba tunatoka hapa kwenda mjini kwa miguu. Kwa hiyo ni bora tukawazika hapa msituni, na tutakaporudi mjini tutawaambia ndugu zao na tutatoa maelezo yote nini kilichotokea. Basi wazo lilipita na waliamua kuwazika wenzao pale msituni. Na baada ya mazishi, maisha sasa ikabidi yaendelee, kwa sababu ilikuwa hakuna namna nyingine ambayo kwamba wanaweza wakaondoka msituni pale bila usafiri.
na usafiri ili waupate inabidi wawasiliane na dereva, na network hakuna kwamba wanaweza wakampata dereva. Kwa hiyo wanachotakiwa kufanya ni kusubiri zile wiki 2 ambazo walikubaliana na dereva ziishe ili aje kuwachukua.